anaanzia vibaya. Na nimesema sisi wote huwa tunaanza vizuri. Wazazi wangapi hapa mmeshawahi kusumbuliwa na mtoto ulizaa? Hebu inua mkono wako. Tuko pale. Can you remember hako katoto wakati kalikuwa kadogo kama kamaraika? Hebu kumbuka those days. Kama ni kamsichana, kama ni kakijana, kazuri, kamaraika. Innocent. Hata kakikuguza na kidole hivi mpaka unaleta jicho. Mpaka kidole chenyewe ni innocent. Hakiwezi kutoboa jicho. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kila mtu anaanzanga vizuri katika hii maisha. Unakumbuka wakati ulikuwa kijana mnacheza mpira ya makaratasi. Very innocent. Hakuna mtu angefikiria kwamba utaoa bibi watatu. Wakati unacheza mpira ya makaratasi. Hakuna. Bwana apewe sifa. Tunaanzanga vizuri. Lakini maisha vile inavyoendelea, mambo yanaenda yakibadilika. Na unakuta mwisho wako unakuwa na majuto. May God deliver me from regrets in my life. In the mighty name of Jesus. And if there is something to regret in your life, may God heal you. He came to heal the broken-hearted. Kama kuna mambo yamekuvunja moyo, usitafute tu kupanda, mwambie Bwana, ponya moyo wangu katika jina la Yesu. 1 Timothy chapter 4 and verse 7 ni neno ambalo linaandikwa kwa msalaba na linaandikwa kwa theology nyingi wakati wa mazishi. Lakini ukisoma 1 Timothy chapter 4 and verse 7 inaongea juu ya Paul, na inaonekana Paul 2 Timothy 4:7 alitamani kumaliza vizuri. Paul alitamani kumaliza vizuri. But there is something I want you to see there. Anasema, I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained. What? I have remained. Can somebody say, oh Lord, help me to remain faithful to the end. But look at verse 8 as we continue there. There is something I want to show you. Wakati Paul anasema, I have remained faithful, and now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all those who eagerly look forward to his appearing. He was feeling good. Verse 9. Do your best to come to me quickly. Why? Look at verse 10. Verse 10. For Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Look at this. For Demas have loved this world. Yani huyu ni kowaka wa Paul. Paul ambaye anasema nimemaliza vizuri. Lakini anasema hata hivyo katika hii safari kuna wengine tumekuwa nao, lakini wamefika mahali mvuto wa ulimwengu na tamaa za ulimwengu zimewaweza. So it's a great prayer for you to pray, oh God, help me to finish well. Nisaidie Bwana nimalize vizuri. Usitamani tu kupanda juu. Usiangalie tu kule mbele. Mwambie Bwana ukiwa hapa chini, Bwana nisaidie kumaliza vizuri. Na wale Mungu amewasaidia kupanda kiwango fulani, may this be your cry. Oh God, help me to finish well in the mighty name of Jesus. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Na aliweza kuwatuma na wakaweza kufanya mambo makubwa. Na mimi naamini Bishop wakati walikuwa natumwa, Judas alikuwa pale. Na akatoa mapepo, akafufua wafu, akafanya mambo makubwa. Lakini hakumaliza vizuri. In the book of Matthew
chapter 27, if we can read from verse 3, utaona ya kwamba Judas hata kama alikuwa wa kanisa la Yesu, mshirika wa Yesu mwenyewe. Biblia inasema when Judas, who had betrayed him, so that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 silver coins to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Bwana pewe sifa. So Judas hakuona resurrection. Aliwacha Yesu akienda kusurubishwa. Na yeye akasema, wacha nikajisurubishe yangu. Kama nimeuza Yesu. I think ni maandiko inatimia tu kwa sababu kile mtu anapanda anavuna. Alipanda Yesu awe hanged. Na yeye akaenda kujihang mwenyewe. But the most unfortunate thing, imagine huyu ni mshirika wa kanisa la Yesu mwenyewe. Bwana pewe sifa. Tumoja kauliza Judas, apostle, inawezekanaje mtu awe karibu na wewe? Na vile tunasikianga uwepo wa Bwana, alafu awe anafanya dhambi. Kini kamwambia si Yesu, Judas alikuwa na Yesu mwenyewe. Praise the name of the living God. Yesu mwenyewe. Hakuwa faithful. Paul alisema I have remained faithful. Lakini mshirika wa Yesu mwenyewe hakuwa mwaminifu. That means kuna watu wanaweza kaa katika presence ya